Lakini huwa yanafanyika kwenye siasa. Ninajua, ndio maana wakati mwingine niliulizwa nadhani niliulizwa juu ya swali, nafikiri ni la Tundu Lissu kupigwa risasi na kadhalika. Nikauliza, nikasema mimi sipendi kuzungumzia haya masuala ya Lissu kupigwa risasi kwa sababu sina data za kutosha, lakini vile vile ndani ya Chadema sina uhakika kwa sababu nikatoa cases, labda ndio kama kitu ulichokitaka cha aina hiyo. Nikasema mimi nimeletewa taarifa ya mtu wangu aliyekamatwa, kwa maana ya kwamba ametekwa nyara, na kwa maelezo ya kwamba ametekwa nyara na watu wa usalama wa taifa. Na mimi asubuhi kesho yake, bwana huyu anaitwa Joseph, bwana Joseph alikuwa mwenyekiti wetu wa Temeke, hata jina nitakupa tu. Na hiyo kesi nafikiri baadaye ilifika polisi, sijui iliishia wapi. Huyu bwana ametekwa nyumbani kwake saa 6 usiku. Kwa mimi najua ametekwa na usalama wa taifa. Na nilikuwa na kesi nyingi za usalama wa taifa kweli kuteka watu wangu. Saa 6 asubuhi nikaitisha press conference. Nikaisema sana usalama wa taifa na serikali. Saa 8 mchana huyu mtu amepatikana ametupwa maeneo ya Ununio. Ameumia sana usoni. Lakini mwezi mmoja baadaye kijana wangu ofisa wa Red Brigade anakuja kwangu ananiambia, Dr. Slaa, mimi ndiye niliongoza kikosi kilichoenda kumteka nyara na tumempiga tukamtupa. Kwa ndani ya Chadema mlikuwa mnatekana. Kwa hiyo sasa nasema mimi nilipoulizwa hivyo nikauliza kwa nini hamkuja kwangu? Maana mimi katibu mkuu nilikuwa sikupewa taarifa. Nikauliza kwa nini hamkuja kwangu? Wako viongozi wanaojua. Ukiambia hivyo unaendelea. Sasa vitu vya namna hiyo ni kweli vilikuwepo na mimi nilikuwa nimevichukia na nimeisema hii siku nyingi. Sio kitu kipya. Ndio maana ilipokuja swala la Lissu nikasema ndani ya Chadema tujireflect kwanza, tuko salama, tusinyooshe vidole kwa watu kabla sisi wenyewe hatujajitazama. Huyo kijana ni wa kwetu, mwenyekiti wa chama wa wilaya ametupwa. Na bahati nzuri nafikiri sijui ni upepo umempiga, wanake waliomtupa wanasema walifikiri amekufa na wakamwacha beach. Na leo tunasema kuna watu wanaokotwa beach, kumbe na sisi tupo. Sijui unanielewa. Ukiwa kiongozi lazima uwe kiongozi wa kweli, unayesema ukweli na usimamie ukweli hata kama watu wako wamefanya vitu hivi.